asiwepo yoyote wa kurudi nyuma. Bwana, watunze katika imani. Siku utakapokuja, tumaini lenye baraka litakapotimia, litakapofanywa halisi, wakusifu na kukutukuza kama Bwana na Mwokozi wetu. Sasa tunapokwenda kulisikia neno lako, tawala kutano hili. Tunakemea pepo wachafu wote katika jina la Yesu. Kisiwepo chochote cha kuzuia utulivu wa ibada hii. Leo ni siku ya watoto wako kuwekwa huru. Tunapozungumza laana za vizazi na namna zinavyovunjwa, ninaomba kila aliyeingia kwenye ibada hii hapa na hata kwenye vituo, ambaye ametembea kwa laana za kurithi na vizazi, aondoke kwenye ibada akiwa huru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Kumbukumbu la Torati sura ya 8, sura ya 10 fungu la 8 na la 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 fungu la 8 na la 9. Kwa wakati huo Bwana aliitenga kabila ya Lawi ili waichukue lile sanduku la agano la Bwana, wasimame mbele ya Bwana na kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake hata hivi leo. Ndipo asiwe na fungu Lawi wala urithi pamoja na ndugu zake. Bwana ndiye urithi wake kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Wapendwa, somo la laana ya vizazi ni somo ambalo limesikika kwenye masikio ya wengi, lakini halijafahamika vizuri kibiblia. Wapo wanaoamini kwamba zipo laana za vizazi, wapo wasioamini kwamba laana za vizazi zipo. Leo ninataka nikuonyeshe Biblia inasema nini kuhusu laana za vizazi, lakini kusudi la somo hili sio ujue laana za vizazi, bali ujue ya kwamba yuko Mungu anayeweza kuvunja, haleluya, laana za vizazi. Naam, ukisoma Kutoka sura ya 20 fungu la 5, Biblia inaweka wazi, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Naam, cha wanichukiao. Fungu la 6, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hiyo unaposoma Kutoka sura ya 20, na hiyo ni sehemu ya zile amri 10 ambazo ziliandikwa na chanda cha Mungu mwenyewe, kidole chake, anasema ni kweli wana hupatilizwa maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanichukiao. Lakini fungu la 6 linasema Mungu huwarehemu maelfu ya wale wampendao na kuzishika amri zake. Ni kweli, pasipo kupinga na pasina shaka, laana za vizazi zipo. Wapo watu ambao wamezaliwa kwenye familia, babu alikuwa mlevi, baba ni mlevi, yeye naye ni mlevi, watoto wake ni walevi. Kama tuko pamoja, fanya namna hii. Wapo watu ambao wamezaliwa kwenye familia, bibi alizaa nje ya ndoa, mama amezaa nje ya ndoa, yeye amezaa nje ya ndoa, na kwa jinsi anavyokaona kale katoto kake kalikozaliwa nje ya ndoa kanavyoenda, anajua tu haka nako kakifika miaka 19 katapata mtoto nje ya ndoa. Lakini ukweli usiopingika ni kwamba ni kweli laana za vizazi zipo, lakini fungu pia limesema baraka za vizazi vipo. Maana kama wana wanavyopatilizwa maovu ya baba zao, ndivyo Bwana anavyowarehemu maelfu wampendao na kuzishika amri zake. Wewe mzazi uliyeko hapa leo, una nguvu
ya kurithisha watoto wako baraka, na una nguvu ya kurithisha watoto wako laana, na uchaguzi ni wa kwako. Maisha unayoyaishi leo ndio yatadetermine kwamba uzao wa tumbo lako utaishi chini ya baraka au utaishi chini ya laana. Kuna watu tuko careless na haya maisha. Careless. Samanini, nimetumia tena neno la Kiingereza, mnisamee. Kuna watu tunaishi maisha ya kuto kujali. Uko hapa kwenye ndoa, samani Pastor Biene, naingia kwenye engo zako, na una mke wako, halafu wewe unamnyanyasa huyo mke wako. Unacheza nje ya ndoa. Kana kwamba haitoshi, haumpi mahitaji yake. Kana kwamba haitoshi, unampiga mke wako. Kana kwamba haitoshi, unamtukana, unamtweza, unamdharau. Ngoja nikwambie, unafungua milango ya laana kwa watoto wako. Usishangae na wewe binti yako akinyanyasika, akitwezwa, akidharaulika na akifanyiwa yale ambayo umekuwa ukimfanyia mama yao. Kwa sababu laana zinarithiwa na baraka zinarithiwa. Mtu mmoja alisema Mungu akikupa fursa ya kwamba mtoto wako apite kwenye mapito yale yale uliyopita wewe, utakubali? Mgeukie jirani yako, mgeukie umtazame vizuri usoni. Jana siku nzima hujamtazama jirani, leo nakupa fursa. Shika mkono wa jirani, mtazame machoni, mwambie jirani, jirani, Mungu akiruhusu majanga yako yawe ya mtoto wako, utakubali? Subiri, usimwachie mapema. Usimwachie. Mwambie Mungu akiruhusu majanga ya mume wako yawe ya mtoto wako, utakubali? Kuna mama alikuwa na tabasamu, mtazame vizuri. Muulize, Mungu akiruhusu majanga ya mke wako yawe ya mtoto wako, utakubali? Laana hurithiwa na baraka hurithiwa. Sasa usijichanganye. Hakuna anayebeba dhambi ya mwenzake, kwa sababu Biblia iko wazi. Ezekiel 18 fungu la 20, Biblia inasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Sisemi ya kwamba tunabeba dhambi za wazazi wetu au tunahukumiwa kwa dhambi za wazazi wetu. Ellen White, nabii wa Mungu Ellen White analiweka hili bayana kwenye ile chapisho la The Signs of the Times la Agosti 4 mwaka 1887. Anasema ni kweli ya kwamba maovu ya wazazi huwapata watoto hadi kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wamchukiao Bwana. Sikia, hili hutendeka kupitia kile kinachoitwa sheria ya urithi, the law of heredity. Anaendelea, japo watoto hawabebi hukumu ya dhambi zilizotendwa na wazazi wao, ila tabia mbaya za wazazi hurithiwa na watoto wao kutoka kizazi kimoja mpaka kingine. Kwa hiyo hatusemi ya kwamba eti kwa sababu baba yangu alikuwa mlevi mimi nitaandikiwa dhambi za baba yangu kwenye vitabu vya mbinguni. Hapana, kila mtu anabeba mzigo wake, lakini ile tabia mbaya ya baba inanivuta mimi kwenda kwenye mwelekeo huo, ninajikuta nimeirithi hiyo tabia mbaya ya baba. Maombolezo sura ya 5 fungu la 7 imeiweka vizuri zaidi.
wanalia Waisraeli, wanasema baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Ni kweli, wao ndio walitenda dhambi na hawapo tena duniani, na sisi tumeyachukua maovu yao, na sisi tunatembea katika njia ile ile ya uovu na uasi waliotenda wazazi wetu. Unaposoma Mwanzo sura ya 12 unaona wito wa Ibrahim. Ibrahim anaambiwa utakapomtii Mungu utakuwa baba wa mataifa yote. Ibrahim anabarikiwa, anapata mtoto anayeitwa Isaka. Isaka anabarikiwa, anapata watoto mapacha wanaoitwa Yakobo pamoja na Esau. Yakobo anabarikiwa, anapata watoto 12. Hawa watoto 12 wamegawanyika kwa mama 4. 12 kwa mama 4. Okay? Lea na mjakazi wake, Recho na mjakazi wake. Reuben, Lawi, Simeon na Yuda walizaliwa kwa Lea, yule mke mkubwa ambaye alikuwa hapendwi lakini ndio mke wa kwanza. Yusufu na Benjamin wakazaliwa kwa Raheli, huyu mke mdogo, Raheli huyu mke mdogo ambaye tumbo lake lilikuwa limefungwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wale 4 wa Lea ukiweka na 2 wa Raheli, jumla ni watoto wangapi jamani? 6. Hawa watoto wengine 6 wanazaliwa na hawa wa mama hapa katikati. Hawa 12 ni vijana, watoto wa kiume wa Yakobo, lakini Yakobo pia alikuwa na watoto wa kike. Na unaposoma Mwanzo sura ya 34, sasa nenda ukaisome kwa muda wako. Wale ambao tuliwapa Biblia jana mmebatizwa, kaitumia Biblia yako, nenda kaisome. Mtoto mmoja wa Yakobo wa kike anaitwa Dina. Dina anatoka anaenda kuwatembelea rafiki zake. Dina akienda kuwatembelea rafiki zake, huko njiani anakutana na kijana anaitwa Shekem, mwana wa Hamori. Hamori alikuwa ni mfalme, Shekem ni mtoto wake. Huyu Shekem akamuona Dina, akamtamani, na Biblia inasema akambaka Dina. Kwa hiyo Dina, Mwanzo sura ya 34, anabakwa na Shekem mwana wa Hamori ambaye ni mfalme, ambao tuko pamoja mpaka sasa, waseme amina. Dina baada ya kubakwa anarudi nyumbani. Shekem anasema ni kweli nimetenda dhambi, ni kweli nimefanya jambo baya, lakini hili jambo tunaweza tukalitengeneza. Shekem mara moja anakimbia kwa baba yake, anamwambia baba, nimebaka binti wa Yakobo, na kwa sababu nimefanya dhambi, nimempenda huyu binti, na kwa sababu nimekwisha mkosea, twende tukatengeneze ili awe mke wangu sasa halali. Hamor anambeba Shekem mwanae, wanabeba na watu wengine, wanafunga safari, wanakwenda nyumbani kwa Yakobo. Wanapofika nyumbani kwa Yakobo, Hamor mfalme anakiri mbele ya Yakobo ya kwamba mwanangu Shekem amemtenda binti yako ubaya, amembaka na kumnajisi, lakini kwa sababu wamevuka mpaka huu, kwa nini wasioane tu wakayamaliza? Yakobo akiwa tayari kukubali, vijana wake wanaingia nyumbani. Wanapoingia wanamwambia mzee, huyu Dina ni dada yetu, kwa nini unataka kumaliza mambo juu juu bila kutuhusisha? Baba akawaachia vijana wake 12 wakae kikao ili warudi na verdict. Kikao kikawa kigumu na kibaya. Wengine wanasema huyu amevuka mipaka, amemnajisi dada yetu, hawezi kumuoa. Wengine wanasema lakini hata tukikaa naye hapa ameshaharibiwa, kwa nini tusimwache aolewe? Kikao kikawa kigumu na kibaya, kikavutwa. Simeoni na Lawi, shika hawa jamaa wawili, wakasema basi jamani, tufunge kikao hivi, hawa wamuoe dada yetu, lakini kwa sharti lifuatalo: sisi ni uzao wa Ibrahim, na sisi hatuolewi na watu ambao hawajatairiwa. Kwa hiyo tukubaliane, kama wanamtaka wamchukue,
lakini kwa sharti moja, watairiwe. Wakafunga kikao, wakarudi. Wakamwambia Hamori, wewe si ni mfalme wa watu wako? Ndio. Na kijana wako anataka kuoa hapa kwetu? Ndio. Hakuna shida mzee, sisi tuna jambo moja tu, sisi ni uzao wa Ibrahim, baba wa imani. Na hiyo dhima ya tohara, by the way, sio dhima ndogo. Inaanza Agano la Kale, inaingia mpaka Agano Jipya. Sio dhima ndogo. Unakumbuka Sauli alimwambia Daudi nini? Ukileta govi za Wafilisti 200 nitakupa binti yangu. Kuna dhima kubwa sana kwenye tohara, sina muda wa kuielezea. Naomba tu nikae kwenye somo la leo. Mtakapoandaa Njombe Net Event 20 na 30 tutakuja tumalizia hii habari. Kwa hiyo wakarudi. Sasa wale ndugu wanadhani kwamba Simeon na Lawi wamekubaliana kiroho safi, lakini ni hali yao ya ukiroho ndio imewafanya wakumbuke swala la tohara. Wanamwambia sasa Hamori, nenda katangaze kwenye nchi yako, wanaume wote watairiwe. Wote. Wakitairiwa wote, sisi tunakupeni binti yetu. Hamori akasema tohara? Shekem naye kumbuka pale ameshaonja mambo, kashanogewa. Anamwambia baba, tohara kitu gani? Mimi hapa tohara, wende tu atairiwe. Sawa, no problem. Kikao kinafungwa. Hamori anaita press conference, BBC, CNN, ITV, sijui nini, news zote ziko pale, Millard hayo na viunga vyake. Sijui kama Hope Channel waliitwa au hawakuitwa. Na anawaambia jamani, sasa hii naiweka kwa lugha ambayo mtaielewa. Tuko pamoja wapendwa? Anambia jamani, sikiliza, binti yangu amependa binti anaitwa Dina na ni uzao wa Ibrahimu, sharti wanaume wote watairiwe. Amri inapotoka ndio wao wanasema, lakini haya mambo ya kutairi sio mambo yetu, sio culture yetu. Sasa ni nani atakayefanya hili zoezi la kutairi? Si ndio Simeon na Lawi wanajitokeza? Kama hamna wa kuwatairi, tuko hapa. Wakajitolea kutairi taifa zima. Simeon na Lawi wakaenda na hasira ya dada yao kubakwa, wanalipiza kisasi, wakaanza kutairi. Wanaume walikata wakakata bila huruma, bila ganzi. Wakakata kuanzia mfalme, mtoto wa mfalme, bila huruma mzee. Jamani, walikata wale watu, wakakata. Siku ya tatu neno linasema, soma Mwanzo sura ya 34, maumivu ya tohara yakiwa juu kabisa, vidonda ndio kwanza vibichi, Simeoni na Lawi wakachukua upanga, wakaenda kwenye nchi ya mfalme Hamori, wakaua wanaume wote, wakimlipizia kisasi dada yao. Wote wakawaua. Haikuwa jambo rahisi. Ngoja kabla sijaenda mbali, tunaishi kwenye dunia ambayo inatafuta kutahiri watu kila siku. Ngoja nikwambie mtoto wa Mungu, usitake jambo lolote sana kiasi kwamba ukakubali kutahiriwa kinyume na imani yako. Hujaelewa? Kuna mabinti hapa wana degree zao, wanataka ajira sana kiasi kwamba wako tayari kutoa rushwa ya ngono ili waajiriwe. Usikubali kutahiriwa, utageuka, watakuua. Yeyote unayempa nguvu ya kukutahiri atakuua. Kuna mfanyabiashara hapa anatafuta utajiri na yuko desperate kupata utajiri kwa gharama yoyote. Yuko tayari kwenda kwa waganga wa kienyeji na wachawi ili wampe utajiri. Ngoja nikwambie, ukitaka jambo lolote kiasi kwamba unakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, huyo uliyempa nguvu ya kukutahiri atakuwa. Usikubali. Wapo mabinti hapa, na ninapoongelea kutahiriwa ninaongelea fikra. Kuna watu wanafikiria kukata viungo, naongelea fikra. Wapo mabinti hapa wametahiriwa,
Ulideti ka kijana chuo kakakwambia mimi sipendi wembamba, nataka wanene. Huyo ndio wewe, ukaanza kula chipsi mayai, chipsi kuku. Umefutuka. Ulivyofutuka kimekuacha. Sasa umekutana na mwingine amekwambia mimi wanene sitaki, nataka vimodo. Uko hapa diet kila siku, unakimbia pasipo kukimbizwa. Yaani uko busy asubuhi na mapema. Wewe nini? Natafuta shepu. Kwa nini? Kwa sababu boyfriend wangu hapendi wanene. Unatairiwa. Mwingine akakwambia mimi sipendi vipilipili hivyo na mapangi ya Kisabato. Huyo ndio wewe. Saluni, mbuzi wawili wako kichwani mwako, Pasabiene amesema. Sasa huyo naye na nywele zako amekuacha. Umekutana na muinjilisi tena mwimba kwaya anakwambia hayo manywele sitaki, nyoa. Uko saluni tena unanyoa wewe. Mwingine akakwambia mimi sipendi weusi, ukaenda na wewe ndio huyo, umejikoboa mpaka ukakoboka na umeachwa. Sasa walioko sasa hivi wanakwambia hawa wenye rangi za Pepsi na Fanta siwataki. Umebaki hapo, umetairiwa, huna pa kwenda. Ninakwambia kwa jina la Bwana, ishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, na chochote ambaye mwanadamu anataka kukupa kwa masharti, achana na huyo. Wewe kaa ndani ya mapenzi ya Mungu. Wakauawa wanaume wote kwa kuingia kwenye mambo wasiyoyajua. Yakobo jambo hilo likamuuma, kwa sababu yeye kama baba wa familia alikuwa amewapatia ahadi kwamba mtakapotairiwa tutawapa binti yetu. Sasa ni mzee, anaonekana mzee wa hovyo, ni kana kwamba yeye ndio amewategeshea bomu ili awaangamize. Hilo jambo likamuumiza Yakobo. Yakobo alipotaka kuwahoji Simeoni na Lawi kwamba kwa nini mmefanya jambo hili, Mwanzo sura ya 34 inaishia kwa maswali. Walimpandia baba yao wale vijana, wakamwambia mzee usituchanganye. Kwa hiyo unakubaliana na dada yetu kubakwa? Hilo jambo unaliona ni poa? Na Mwanzo 34 inaisha Yakobo ameshindwa kujibu, hana cha kusema. Lakini jambo lile la Yakobo aliliweka moyoni. Unapofika Mwanzo 49 fungu la 5, Yakobo akikaribia kufa, anawaita vijana wake wote ili awapatie baraka zao. Wote anawaita. Inapofika zamu ya Simeon na Lawi, Yakobo hawapi baraka, anawalaani. Mwanzo 49 fungu la 5 mpaka la 7. Simeon na Lawi, msikie Yakobo anachosema. Simeon na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu usiingie katika siri yao, fahari yangu usiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo. Anaposema nitawagawa katika Yakobo, anachosema ni kwamba sina cha kuwapa wao, watagawanywa wawatumikie ndugu zao, wawe watumwa. Maana urithi ni ardhi. Anaposema nitawagawa katika Yakobo, anachosema ni kwamba nitawagawa wao wawe wafanyakazi wa ndugu zao. Unakumbuka Esau alipomlilia baba yake, baba hauna hata mbaraka mwingine wa mwisho, akamwambia umebakia mmoja, na huo ni kwamba utamtumikia ndugu yao. Kwa hiyo anaposema nitawagawa katika Yakobo, anasema ya kwamba hawa hawana ardhi, hawana urithi, watatawanywa wawe watumishi nyumbani mwa ndugu zao. Nitawatawanya katika Israeli. Simeon hakujali sana kuhusu hiyo laana. Yeye ametimiza jambo lake, amelaaniwa, amebarikiwa, ili mradi moyo wake umefurahi, poa. Kwa hiyo Simeon havikumsumbua, aliendelea tu na maisha yake. Lakini Lawi, hii laana ilimsumbua sana, na laana hii alitembea nayo maisha yake yote, na alitembea akipambana kutafuta namna ya kuivunja hii laana, ili watoto wake wasirithishwe laana yake. Kabla ya kufa, Lawi anawaita watoto wake na anawaasa watoto wake. Anawaambia msitulie wala msipate amani mpaka laana yenu imeondolewa. Na ili ujue hii laana ilikuwa real,
Mnamkumbuka Musa? Musa alikuwa ni kabila la nani? Alipokwazika kidogo, mliona alivyochange pale na kuua watu haraka sana. Laana ya vizazi ilikuwa inamtafuna. Kama matokeo ya ukaidi wa Lawi, vizazi vyake viliishi chini ya laana, lakini mwangwi wa sauti ya baba yao, msitulie mpaka laana imevunjwa, uliendelea kuwika. Na kila siku walioamka, waliamka wakiamini labda ni leo laana ya vizazi itaisha. Tunapofika katika Kutoka sura ya 32, Musa anashuka kutoka mlimani. Wana wa Israeli wametengeneza ndama wa dhahabu. Kutoka 32:25, Musa baada ya kuona wametengeneza ndama ya dhahabu anasema hivi: basi Musa alipoona ya kuwa watu hawa wameasi, maana Haruni amewaacha waasi ili wawe dhihaka kati ya adui zao, ndipo Musa akasimama katika mlango wa marago akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Wana wa Lawi wote wakakusanyika haraka. Kwa hiyo wao, kumbuka, maisha yao yote wanaomba tutoke chini ya laana. Taifa zima likiwa limeasi, limetanga mbali na Mungu. Musa anasema sasa ninatoa wito, yeyote aliye upande wa Bwana na aje mbele. Haraka sana watu wa kabila la Lawi, kwa sababu wamechoka kuishi chini ya laana, wakakimbia wakatoka mbele ya Musa wakasema, sisi tunataka tutoke kwenye laana, tusimame upande wa Bwana. Kutoka 32:29, Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka. Mumeishi chini ya laana kwa muda wa kutosha. Ni vizazi na vizazi vimetembea njia ya laana, lakini kwa sababu leo mmechagua kusimama upande wa Bwana, ninawaombea kwa Bwana leo, na kila mtu na mwanawe, na mjiweke wakfu, maana leo Bwana anawatoa kwenye laana na munaingia kwenye baraka. Musa anapokaribia kufa, anaita makabila yote 12 ya Israeli na anaanza kuwagawia urithi wao. Anaita, Reuben, urithi wako utakuwa sehemu fulani ya nchi ya ahadi. Yuda, urithi wako utakuwa sehemu fulani wa nchi ya ahadi. Anawaita makabila yote. Ninawaona watu wa kabila la Lawi wakikumbuka mwangwi wa laana walioishi chini yake kwa muda mrefu. Labda wanapoitwa na kutamkiwa urithi wa nchi, wanakumbuka ya kwamba sisi tulilaaniwa, hatutapewa ardhi yoyote, tumeishi chini ya laana, tutawatumikia ndugu zetu. Ninawasikia watoto, wanawake na wanaume wa kabila la Lawi wakianza kulia wakati Musa anaigawa nchi ya ahadi. Wanasema, ni kweli hatuna baraka, ni kweli baba yetu alituletea laana na imedumu vizazi na vizazi, tumetembea nayo jangwani, ni kweli tumeendelea kuishi chini ya laana. Musa anapoita makabila mengine, Lawi wanalia, wanasema tunajua hatuna urithi. Wanapofika Hesabu sura ya 26 fungu la 62, na hao walihesabiwa kwa walikuwa 23,000 kila mwanaume, tangu huyo aliyepata umri wa mwezi mmoja na zaidi, kwa kuwa hawakuhesabiwa katika wana wa Israeli, kwa sababu hawakupewa urithi
katika wana wa Israeli. Kwa hiyo majina yanapotajwa, kabila moja juu ya jingine, Lawi wanasema tunajua hatuna letu. Ni kweli tumeitwa kwenye kikao, ni kweli tunasikia wengine wakibarikiwa, lakini sisi ni vizazi na vizazi tunaishi chini ya laana. Sijui kama umewahi kufika kwenye ibada ambayo watu wanatoa shuhuda ya namna Mungu alivyowabariki, namna Mungu anavyowatendea, lakini wewe maisha yako yanazidi kuwa duni na magumu. Musa anapoita kabila jingine na lije, watu 23,000 wanalia, wanasema sisi baba yetu alituingiza kwenye laana. Lakini habari njema ni kwamba yupo Mungu anayevunja laana za vizazi. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 fungu la 8 mpaka la 9. Inapofika zamu ya Lawi, zamu yao ya kutajiwa, ndipo Musa anasema wakati huo Bwana aliitenga kabila ya Lawi ili walichukue lile sanduku la agano la Bwana, wasimame mbele ya Bwana na kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake. Hata hivi leo, fungu la 9, ndipo Lawi asiwe na fungu, ndipo asiwe na fungu Lawi. Hana ardhi Lawi, alilaaniwa, hana ardhi. Na anapoambiwa ndipo Lawi asiwe na fungu, ni kana kwamba wanamwambia Musa, sawa mzee, usiongeze chumvi kwenye kidonda, tunaelewa, hatuna chochote, lakini fungu halijaisha. Ndipo Lawi asiwe na fungu wala urithi pamoja na nduguze. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ndiye urithi wake. Hana ardhi lakini ana Bwana, hana mashamba lakini ana Bwana, hana mifugo lakini urithi wa Lawi ni Mungu mwenyewe. Yupo Mungu anayevunja laana za vizazi, na anamwambia kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Na unajua ndio siku hiyo Lawi wakaacha kulia, wakajua ni kweli wenzetu wamepewa vipande vya ardhi, wenzetu wamepewa mashamba, lakini sisi tumepewa Mungu. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ukimpata Bwana, na aliyepata shamba nani amepata vingi? Ngoja nikwambie namna Mungu. Yakobo, Biblia, Musa anasema ni kweli Yakobo aliwatenga wasiwe na sehemu katika Israel, lakini Mungu anasema nami pia na watenga ili wawe watumishi katika nyumba yangu. Yakobo, laana yao ni kwa sababu wamemwaga damu. Mungu anasema basi na waita leo wawe makuhani. Badala ya kumwaga damu za binadamu kwa kwenda vitani, watamwaga damu za wanyama wakipatanisha taifa. Yupo Mungu anayevunja laana, yupo Mungu anayegeuza laana kuwa baraka. Anasema Yakobo, umesema hawatakuwa na urithi katika Israeli, basi mimi leo najitolea wanimiliki, niwe Mungu wao, mimi ndio niwe mrithi wao. Kuna mtu hapa ameishi chini ya laana kwa muda mrefu, umelia miaka mingi. Leo nimekuja kukwambia yuko Mungu anayevunja laana za vizazi. Kama Lawi aliwekwa huru, hata wewe. Na Mungu hakuweki mbali na kile na pale ulipoanguka. Si dhambi yao ilikuwa ni kuua watu. Mungu anasema ninajua mna appetite na kumwaga damu, basi ninawaondoa kwenye jaribu. Maana Walawi makuhani hawaendi vitani, wengine wakienda vitani, nyie mtakuwa hekaluni. Watu wakileta njiwa, wakileta kondoo, wakileta ng'ombe kwa ibada ya upatanisho, mtaimwaga hiyo damu, ili ile laana yenu, kile kilichowafanya muwe na mikosi kwenye taifa, hicho ndio nakitumia kuwafanya muwe baraka. Hamuelewi? Ninaposoma Wagalatia sura ya 3 fungu la 3 fungu la 13, Wagalatia 3:13, Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Ni kweli
Tulipotenda dhambi, tumekuwa tukiishi chini ya laana. Tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja anasema, ninamtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana, ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele. Haujaelewa. Nikurudishe nyuma kidogo. Baada ya mwanadamu kuanguka dhambini, laana yake ilikuwa ni nini? Baada ya mwanadamu kutenda dhambi, laana yake ilikuwa ni nini? Mwanzo sura ya 3 fungu la 16 mpaka 19. Akawaambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Fungu la 17 akamwambia Adamu, na kuna mtu hapa yuko busy anatafuta kutawala mke wake, asijue kwamba anachotafuta ni kuishi chini ya laana. Maana hii kutawaliana sio matokeo ya mibaraka, ni matokeo ya dhambi. Na kwa sababu mwanamke umeruhusu dhambi iingie kupitia kwako, atakutawala mume wako. Wewe unaishi chini ya baraka, hauhitaji kumtawala mke wako. Unahitaji mke wako atawaliwe na Mungu aliyemuumba. Kwa nini unakuwa na appetite ya kuishi chini ya laana? Biblia imesema mwanaume atamtawala mke wake. Unakuti laana na kuifanyia kazi. Fungu la 17 akamwambia Adam, kwa kuwa umemsikiliza sauti ya mke wako, utakula matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana wewe Adam mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kristo anasema ni kweli, hiyo ndio ilikuwa laana ya mwanadamu. Lakini leo ninataka niibebe hiyo laana, ili mwanadamu atoke kwenye laana aingie kwenye baraka. Hujaelewa? Kwa uchungu Hawa utazaa. Bethlehem, kwenye holi la ng'ombe, ninamsikia mwanamke analia kwa uchungu. Analia kwa uchungu. Mambo ni magumu. Hata sio wanadamu wanaomshuhudia, ni ng'ombe na kondoo wanamshuhudia. Uchungu umemkamata, na mwanamke yule aitwaye Mariamu anazaa mtoto kwa uchungu. Na mtoto yule anaitwa nani jamani? Yesu. Kilichofanyika laana kimegeuzwa kuwa baraka ya ukombozi wa mwanadamu. Hujaelewa? Adam, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, nayo itatoa miiba, na miiba nayo itakuchoma. Ninamuona Yesu akiwa juu ya msalaba, amewekwa taji ya miiba, na miiba inamchoma. Anasema, ninaibeba laana ya mwanadamu. Ninaibeba laana ya mwanadamu, ili mwanadamu aishi chini ya tumaini lenye baraka. Anaambiwa Adam, wewe ni mavumbi, na kwa sababu umeingia kwenye laana ya dhambi, mavumbini utarudi, utakufa Adam. Lakini Adam, usilie milele, maana Wagalatia 3:13, Kristo amefanyika laana kwa ajili yako. Subiri, Yesu anakuja na kuibeba laana ile. Anatundikwa msalabani. Saa 6 jua linashindwa kuwaka, giza linatanda dunia. Saa 9 anasikika akipaza sauti, Eloi, Eloi, lama sabakitani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha naishi chini ya laana?
naam akavuta pumzi na akafa, naam akawekwa kwenye kaburi lililoazimwa, kaburi la Yusufu wa Hamaratia. Adamu, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Yesu anasema hata kama itabidi nilale kaburini ili nimtoe mwanadamu kwenye laana, niko tayari. Na akawekwa kaburini, akarudishwa mavumbini, ili baraka niishi na tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele. Adamu, kwa jasho utakula. Akiwa kwenye bustani ya Getsemani, tunamuona natoka jasho lililochanganyikana na matone ya damu. Nimesimama hapa kukwambia hauhitaji kuishi chini ya laana, maana laana yote ya mwanadamu Kristo ameibeba. Hivyo basi ninaishi chini ya baraka, ninaishi kwa ujasiri, ninaishi kwa ushujaa. Ninatembea kichwa changu kikiwa juu, kifua changu kikiwa mbele, maana ni kweli Adamu aliniingiza kwenye laana, lakini Kristo amenikaribisha kwenye baraka. Shetani, nipige leo, hautanipiga milele. Nitese leo, hautanitesa milele. Nilize leo, hautaniliza ni milele. Nikumbushe dhambi zangu na za baba zangu na za babu zangu leo, lakini nimesimama hapa kusema shetani, ulishindwa, umeshindwa na utashindwa. Siko chini ya laana. Kristo amenitoa kwenye laana. Naishi ndani ya tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Yuko mtu kwenye ibada hii ambaye anajua ameishi chini ya laana ya vizazi? Yupo. Kuna mambo yamekutesa wewe, babu zako, babu wa zababu, uko hapa. Kuna machozi unayalia leo, ndio machozi waliolia mama zako na wamelia bibi zako, uko hapa. Kuna appetite ya dhambi ambayo inakuangusha wewe, na ndiyo dhambi ambayo imeangusha vizazi na vizazi, uko hapa. Wimbo unapoanza, umechoka kukaa chini ya laana, unataka uingie kwenye baraka. Wimbo ukianza, nyanyuka kwenye kiti, kimbia hapa. Leo tunavunja laana ya vizazi, tunavunja la wimbo unapoanza, wewe kimbia. Wewe uliyeko kwenye kituo, kimbia mbele, toka kwenye kiti chako. Unasema nimekaa kwenye laana muda mrefu, leo nimejua ya kwamba Kristo alibeba laana yangu ili niwe huru. Je, yuko huyu mtu? Kimbia, kimbia. Tunavunja laana za vizazi katika jina la Yesu. Kimbia, njoo, njoo, njoo. Wewe kwenye kituo, kimbia, njoo. Wewe uliyeko kwenye kituo, piga hatua uje mbele. Sema, sitaishi walivyoishi wazazi wangu, sitabeba dhambi za wazazi wangu. Laana imetumiza kwa muda mrefu, lakini kuanzia kwangu nahitaji mianzo mipya. Kuanzia kwangu nahitaji maisha ya ushindi. Kuanzia kwangu nahitaji maisha ya neema. Kwa imani, hata mbingu. Njoo, njoo, usichelewe. Usichelewe. Njoo. Wewe njoo, njoo. Mwambie aliyeko mbele yako, wahi. Tumechoka kukaa chini ya laana. Kristo alifanyika laana ili sisi tuishi kwenye baraka. Pandeni huku juu, pandeni. Panda juu kabisa. Panda. Kwa nini ukae chini ya laana wakati Kristo amebeba laana yote? Mungu anasamehe, Mungu anaweka huru. Kama Lawi alitoka kuwa muuaji mpaka akawa kuhani, hata wewe Bwana anaweza kukusamehe. Yes. Nikupanda Bwana uniinue juu, kwa imani hata mbingu